Aya. Bwana, episode ya 50 tuanzie hapa. Binti anambia nimemwahidi yeye kabisa kwamba sitoingiza mguu tena katika familia hii. Nitafanyaje? Alivyokuwa hapa, Ali alikuja. Ali. Ambia kuna nguo hii hapa shilika yode kwa ajili ya mama. Hapana, ningeambia unifikishie nguo hii uko ndani. Ambia vipi, uko sawa? Maana nimesikia kwamba Mr. Yu anafuja kweli kweli. Ambia usijali, mimi niko sawa, usijali. Lakini nimesikia kwamba Mr. Yu siku hizi. Ambia usijali, kila kitu kipo sawa. Ambia basi sawa. Ambia vipi, kuna chengine kile ambacho ungependa kupeleka au kuna neno lolote lile ambalo ungependa nikufikishie? Anaambia hapana, mimi nitarudi sasa. Binti aliondoka. Mama alimtuma kufikisha nguo hii nyumbani kwao na kina Shinli. Lakini kumbuka hii ilikuwa ni zawadi ambayo Ming Hui kamletea mama. Sijui kuna shida gani, sijui kuna jambo gani linaendelea hapa. Lakini tusonge mbele. Tuachana turudi moja kwa moja upande wa pili huko. Basi Shinli pamoja na mkeo walikuwa huko. Walipokuwa hapa, anaambia kuna document hizi hapa zinahitaji saini yako. Kuna mafaili ambayo jamaa aliletewa ili ya saini. Jamaa aliweka moja kwa moja muhuri wake. Mambo yakaisha. Akiwa hapa simu ilipigwa. Wei, wo shi Li Shilin. Anaambia Shinli naongea. Ni shuo shenme? Umesemaje? Hao. Anaambia basi sawa. Anaambia nitakuja hapo muda si mrefu. Inaonekana kuna tatizo limetokea. Anaambia kuna tatizo limejikuta, kwa maana hiyo Shinli inabidi uwe makini eti. Anaambia Kiafen, usijali. Anaambia hata hivyo pia bado kuna mafaili ambayo unahitaji saini yangu. Anaambia kama hutojali ningependa umalize. Yaani umalize kazi ambayo nilikuwa nafanya na baada ya hapo uweke mbali hiyo nani. Muhuri huo uchunge. Anaambia nifanye kazi na baada ya hapo muhuri nirudishe sehemu ambayo napaswa kuwa. Aya. Ambia cheketi sijai kukikalia eti. Binti kabidi kidogo enjoy. Inaonekana kuna shida sehemu imetokea. Kumbuka jamaa zako wanafanya kazi, sio kampuni moja tu wanafanya nao kazi. Wakiwa hapa pia kuna mafaili yaliletwa. Minghui kipindi hicho ndo alikuwa anazama ndani huko. Mrs. Lee, ambia vipi, sikutegemea eti kama ungelikuwa na kazi eti. Ambia usijali, sasa hivi tu mume wangu ametoka. Mimi nimekaa tu hapa nikumalizia kidogo kazi alizokuwa akifanya. Ambia anaweka saini wapi hapa? Ikabidi binti ya saini. Sasa jamaa kacheki. Aya. Mimi sijui nini kinaendelea, tutazame tutajua wote. Li Taitai. Mrs. Lee, ambia sikutegemea eti kama ungelikuwa nafanya kazi kama hii eti. Yaani ndo maana Mr. Lee katoka na kwenda Japani. Kumbe haufiki kuhusu mambo kama haya, wewe ndo unafanya kazi kama hizi. Ambia hapana. Mimi nilikuwa tu nikimalizia kazi mume wangu alizoacha. Baada ya hapo napaswa niondoke eti. Usijali. Anaambia endelea na kazi yako, mimi nitaondoka. Inatosha. Haya. Ambia madam. Ambia manager amenituma na ameniambia kwamba atachelewa kurudi leo, kwa maana hiyo itabidi wewe urudi nyumbani umsubiri huko. Basi sawa. Inaonekana jamaa kidogo kazi imekuwa ngumu, hata rudi mapema. Ni jambo gani hilo? Kuna sehemu jamaa kaitwa, mambo yanaonekana hayapo sawa. Hata hivyo pia kuna document ambayo binti kasaini, ambayo mimi sijui ni document gani na nini kimewekwa huko ndani. Nini kimeandikwa huko? Haya. Tuachana na turudi moja kwa moja upande wa pili nyumbani huko. Ambia Kiafen. Ambia ni muda mzuri umerudi nyumbani. Ngoja na wewe pia upimwe, mama. Ambia hata hivyo pia nguo ile ilikuwa kwa ajili yako eti. Mama. Mama. Vipi, mbona hii nyingine vipi? Shinli anaambia ndio. Ambia hii ni order ambayo Shinli kaweka, ni order nyingine ambayo Shinli kaweka. Inaonekana kuna nguo ambazo zinaandaliwa. Ambia kweli Shinli ana macho mazuri kweli. Ambia hii kweli itaonekana vizuri kwako.
师傅啊， Anaambia master, anaambia ningependa uharakishe eti ndani ya siku 2 uwe tayari umekamilisha kazi hii. Anaambia usijali. Aya, basi tuje kwa mama mkwe huko. 爸妈，晚饭都准备好了，吃饭吧。丈夫都没回来，还有心情吃饭，真佩服你的。 Anaambia mume wako bado hajarudi. We bado una hamu ya kutualika kwa msosi eh? 怎么？ Vipi? 说你两句， Kwani siwezi nikakueleza tu maneno kidogo tu umekasirika tayari eh? 像你这么经不起人家骂。 好了， Aya, yanatosha bwana Shuli. 吃饭。 Bwana siku zote unaongeaje na mtoto kama hivyo eh? 我心情不好。 Anaambia mimi nipo kwenye mudi mbaya eti. Kwani siwezi nikaongea maneno kidogo tu. Asa kati huo jamaa wako ndo anarudi kutoka Japani. Kumbuka familia haijui. Mwanangu, ulikuwa wapi eti unatoka bila taarifa yoyote ile? Anaambia nilikuwa katika biashara kidogo, nilikuwa nafanya biashara na wateja wangu kidogo ambao wako mbali kidogo. Anaambia mwanangu, nini kinaendelea? Niambie mama, usijali, nipo salama eti. Anaambia hata hivyo pia kuna zawadi hii hapa. Ambia mjoeni muangalie. Ilikuwa ni radio ambayo jamaa kaileta. Hii nini? Ambia ni radio. Nimepewa na mteja wangu huko nchi ya mbali. Au nchi jirani. Anaambia yule, "Nifuate." Sasa ikabidi amtoe mkewe hapa. Mama anaambia, wewe." Aya. Mtoto ndo karudi tu. Hatali kasha mchukua mkewe kwenda chumbani. Mpumbavu kweli, nimemlea kwa bure kweli. Aya Shuli, wewe siku zote unapenda sana. Wewe vipi? Ambia mtoto ndo kalu. Aya, inatosha, nimekubali kushindwa, nimekubali basi eh? 别胜新婚，这年轻人手牵手的往房间里跑，那是应该的，是好事儿。你别生气了，好不好？应该高兴。去，吃饭，吃饭去啊！ 不吃了，要吃你吃，我气饱了。 我被你气的，我也不饿了。 Aya, 嘿，这玩意儿不错啊。 sasa jamaa alimleta binti ndani huko. Anaambia yule, vipi, kila kitu kipo sawa? Binti anaambia ni sawa tu, ni kwamba siku hizi 2 chache ulizokuwa upo hali imekuwa kidogo. Anaambia usijali. Anaambia kuna sehemu nimeenda, Mgisia. Ni wapi huko nimeenda? Alafu kuna kitu cha muhimu sana ambacho nimekuletea. Kwani we si umesema kwamba ulienda katika kuna biashara ulikuwa ukienda kufanya? Anaambia ndio, lakini angalia kuna kitu hichi hapa. Anaambia haya kidogo ni michoro ambayo nimeitoa Mgisia. Nani kachora michoro hii? Binti kuangalia akajua kabisa. Anaambia hii michoro. Anaambia ndio, Xiaolong kachora. Anaambia nimeenda Japani kumpelekea pia zawadi ile ambayo ulikuwa ukishona siku zote hizi. Anaambia Xiaolong yupo vizuri huko Japani na pia anaendelea salama. Anaambia Yue, samani eti. Anaambia asante eti, sio samani. Anaambia usijali, mimi niko radhi kufanya kila kitu kwa ajili yako. Haya basi sawa. Usilie eti. Anaambia usijali. Anaambia sasa hivi Mr. Lee pamoja na nani na landlord wake wanachukua ngalifu mzuri zaidi yake. Anaambia vipi? Haya usijali kuhusu hilo. Anaambia mjoo sasa. Jamaa ikabidi amuoneshe michoro kidogo ambayo dogo kaichora. 牵着他的手去上学。 你看这张， 这张是我们去买菜。 你看这张， Anaambia muangalia na hii. Anaambia akasema kwamba huyu ni baba, huyu mama na huyu ni yeye wakiwa wanavua samaki. Da, 你看看， hebu angalia. 虽然画的 Michoro mizuri eti eh? Hata kama kidogo dogo ajui kuchora kidogo, lakini unaweza ukaona kabisa kama kwa mbali kama unakuja kuja hivi. Yue. Binti anaambia Yue, asante eti. Da, binti amekuwa akiongea samani kwa muda mrefu sana. Binti ni wa kuombaomba samani, nimemzoea kwa hivyo. Ambia asante. Asante. 好了， Hamia natosha. Aya, upande wa pili huku inaonekana kuna tatizo limetokea. Madam, vipi? Mama, nini kinaendelea eti? Ongea eti.
Mama kapokea simu. Simu inaonekana kidogo ni hatari eti. Mama, nini kinaendelea? Ambia Shinli. Ambia Shinli kakutwa na matatizo katika mgodi. Mama kazima. Inaonekana kuna matatizo ambayo yametokea mgodini. Binti kabidi apige simu. Oya. Nini kinaendelea? Anaambia Kianfe anaongea. Mama hataki kunywa maji. Ambia haraka. Ambia mgodini pamelipuka heti. Yaani mstuko wazi umetokea, kitu kilichosababisha mgodi kulipuka. Watu wamefukiwa huko ndani na Shinli yupo huko ndani. Shinli bado hajatoka. Ambia hapana. Itabidi nikamtafute mwanangu. Mama, huwezi kwenda eti. Ambia hali yako ipo kama hivi. Huwezi kwenda. Vipi kama nitaenda? Haya mtoto wangu eti. Ambia wewe muangalie mama. Mimi nitaenda huko kuangalia nini kinaendelea. Ambia huwezi ukamwacha mama peke yake eti. Ambia Rupi, mweke mama ndani. Ikabidi Rupi kidogo amjulishe baba na muangalie mama hapa. Binti akamfuata huko Shinli alipokuwa, inaposemekana kwamba kuna nani kidogo umetokea. Ambia ndio. Naongea. Nini? Ambia mtetemeko wa ardhi umetokea. Vipi kuhusu wengine? Aja. Mzali stuka. Shinli yupo ndani. Mzali patwa na mstuko wa moyo pale pale. Babu. Zayu, babu amka eti. Babu amka eti. Mbio usiguse basi, Haya. Yue. Njoo. Ma 几天都没看见你了. Ambia sijakuona eti kwa siku karibia 4 sasa hivi. Njoo kidogo mama tuongee eti. Mama usijali, unapanga tena kutoka, Kwani kitu gani hicho? Kuna mambo kidogo nataka nikazungumze na wafanyabiashara wenzangu. Ambia kwani ni mambo gani hayo? Kuna kitu utakuwa unanificha si ndio? Mwanzo ulikuwa kila ukitoka ulikuwa ukinitaarifu, lakini mbona sasa hivi unakuwa ukitoka unipi hata taarifa eti? Kwani kuna shida gani mimi kuuliza, Kwani kuna shida yote mimi kutaka kujua ni sehemu gani unaenda? Mama, mimi si nimesema kwamba ni masuala ya biashara tunaenda kuongea, Aya Shuli, inatosha basi. Mtoto kasema kwamba ni masuala ya biashara anaenda kuongea. Kwani ni lazima umpushi kiasi hicho akuambie, Kwani kuna kitu gani? Mimi mama yake nataka kujua kuna shida. Aya natosha. Basi sawa. Mimi nitatulia. Nitakaa chini kutulia. Mzee hawezi kabisa kugombana na mkewe huyo. Haya, sasa mama akiwa hapa si akakumbuka. Ambia kuna nguo ambayo Minghui kaileta hapa. Mbona sioni? Mama, vipi kuna kitu gani? Ambia kuna zawadi ambayo Minghui aangalia, labda umeweka sehemu ambayo umesahau eti. Labda umesahau sehemu uloweka. Anaambia hapana. Nakumbuka kabisa kwamba niliweka hapa zawadi ambayo Minghui kanipa. Lakini haipo. Ambia ni clearly kabisa niliweka hapa eti. Au nani itakuwa mama? Angalia basi sehemu nyingine itakuwa hapana. Mama anaambia hapana. Ambia hapa nyumbani tupo 4. Au itakuwa ni muita Yuli. Muita Yuli hapa haraka sana. Yuli, njoo. Sasa ikabidi aitwe binti. Mama, nini kinaendelea? Yuli. Niambie, kuna nguo ambayo kaka yako kaileta, aliweka mezani hapa. Iko wapi? Kakaangu kaja, kwani ni lini kakaangu alikuja hapa? Mbona mimi sijui kama kaka alikuja hapa? Mama. Ambia au itakuwa hapana. Anaambia inawezekanaje mimi kusahau? Nakumbuka kabisa. Au itakuwa ni ile nguo ambayo ulinituma nipeleke katika familia ya Li. Aja. Wewe ni kichaa nini? Mimi niwezaje kukutuma katika familia ya Li kupeleka nguo? Niwezaje? Lakini uliniambia kabisa kwamba nipeleke kule eti. Wewe vipi? Wewe mpumbavu, unawezaje kudanganya hivi asubuhi? Yaani asubuhi hivi unaanza kudanganya, Au mama.
Mimi sijafanya hivyo eti. 没有。 Mimi sio kwamba nakuzingizia. Yue. Mama, mimi namwamini yule. Ambia na mimi pia namwamini. Tunamwamini wote. Binti hawezi akafanya kitu kama hicho. Nyie. Haya basi sawa. Sawa. 那你们就是相信他了。 Kwa kuwa yote hamwezi yani amniamini. 我18。 Yani nilifunga ndoa katika familia hii ya Yu nilipokuwa na miaka 18. Nimefanya vitu vingi sana kwa sababu ya familia hii, kwa ajili ya familia hii. Lakini sasa hivi hakuna mtu yoyote yule ambaye ananiamini. La bora nife tu mimi. Inatosha bwana. Inatosha bwana. Mama anadai kwamba ni bora afe. Mama. Ambia mna yoyote yule ananiamini. Kuna haja gani ya kuendelea kuishi? Aja sasa mzee naye ikabidi kidogo aanze kuact naye ili mke wake kidogo atulie. Mama, binti kabidi ampigie magoti. Mama inaonekana kumzingizia binti, maskini ya Mungu. Mama alimtuma kabisa mtoto huyu wa kike kuipeleka nguo katika familia ya Lee au katika Lee Mansion. Lakini mama kamgeuka binti na kudai ya kwamba binti katoka ili kwenda kumwangalia huyo kijana wake au mpenzi wake huyo. Mama, si ni nguo tu, kwani kuna haja gani? Ni nguo kiasi gani? Hata kama ni nguo, lakini pia vipi watu nje wakisikia kuhusu kitu hichi? Watanichukuliaje mimi? Ambia hata kama ni nguo, ni kweli ni nguo, tunaweza tukairudisha tena nguo ile au tukapata nyingine ambayo ni nzuri kuliko ile. Lakini pia jambo hili mzee kabidi awashe radio. Wewe zima kitu hichi. Inatosha bwana. Anaambia kuna mtetemeko wa ardhi umetokea katika mgodini wa Lee family. Watu wengi wamefariki na pia watu wengi bado wako huko. Hali yao ni mbaya. Anaambia mtetemeko wa ardhi umetoka. Nini itakuwa Ambia Shili. Kwani nini kimetokea? Hata hivyo pia jambo hili linahusu wao, walituhusu sisi. Haina haja wewe unawezaje kuongea maneno kama hayo amka. Yue, nendeni kidogo mkaangalie huko. Ni nini kinaendelea? Ambia haraka. Nye. Wewe. Ambia unajaribu yani natosha bwana Shuli. Wacha waende eti. Kumbuka hali ni mbaya sasa hivi. Nendeni mkaangalie. Nendeni. Mzee kabidi atoe pale kiakili watoe pale. Wewe. Enda kutulia. Nenda nitulie. Asa huku mzee baada ya kupatwa na mshtuko ule wa moyo ilibidi awekwe chini atulie. Shili. Anaambia inabidi Babu umeamka? Anaambia Xiaolong. Guyi. Babu. Anaambia ulivyokuwa ukilala, mimi pamoja na bibi tumekuwa tukihofia eti kuhusu hali yako. Anaambia Guyi, anaambia hali yako ipo kama hivi eti uwezi ukachukua trip na kurudi China eti. Anaambia hapana. Itabidi nikamfuate mwanangu. Guyi, haraka. Niandalie mizigo yangu. Haraka, nahitaji kurudi nyumbani. Lakini hali yako haraka eti. Shili sasa hivi yupo katika hali ambayo Ambia sasa hivi Shili yupo katika hali mbaya eti ambayo unaweza kumkosti maisha yake eti. Itabidi nirudi. Babu, nini kinaendelea? Mzee kabidi amdanganye dogo. Anaambia Guyi haraka eti. Haraka niandalie mizigo yangu. Niondoke. Haraka. Sasa itabidi mzee arudi China. Maana kitu hichi kilichotokea kidogo ni cha ajabu kidogo. Sasa huku familia za watu na pia wafanyakazi ambao watoto wao wanafanya kazi pia baba zao ilibidi waje. Binti naye yuko huku. Ilibidi asubiri sehemu kuhusu taarifa. Anaambia vipi? Mtuambie eti nini kinaendelea huko? Tumeambiwa kwamba tukae hapa. Mwisho wa siku hatujapokea. Anaambia tulieni eti. Tulieni. Ambia taarifa zitaletwa kama kila kitu kitakuwa sawa. Ambia jamani kila mmoja nisikilizeni kwa makini. Ambia wote tuko hapa ni watu wetu wako huko ndani na pia ni watu wetu wamekutwa na majanga haya. Itabidi wote
Anaambia ndio. Kwa kuwa pia na manager yuko na mume wako yupo kule, na wewe pia utakuwa unapitia machungu kama tunaopitia sisi. Anaambia ndio. Vipi kama kila mmoja tutaungana kuwaombea watu walioko huko ndani? Anaambia basi sawa. Ikabidi wote kwa pamoja waungane kuwaombea watu ambao wamekutwa na janga hili. Upande wa pili huku binti pamoja na jamaa wako Yue pamoja na binti Yuli walikuja. Anaambia vipi? Yuli ambia mimi sijui chochote kinachoendelea. Ambia walituambia kwamba tusubiri taarifa tukiwa hapa, lakini walituambia sehemu ile ni hatari, kwamba leo hatuwezi tukaenda kule. Wakataka tusubiri hapa. Nilipigwa simu. Anambia lo. Basi sawa, nimeelewa. Binti akapumua. Anambia wamekombolewa eti. I said, basi tetemeko lile la ardhi, kuna watu ambao wao walikuwa wana bahati, na mwisho wa siku la kuwakuta liliwakuta. Na wengine ndio hivyo walikombolewa katika janga hili, waletwa hospitalini kwa ajili ya kuangaliwa. Ambia Shili yupo katika hali hii, sijui nafanyaje eti. Anambia usijali, mimi na Yue tuko hapa, tutakuwa upande wako eti. Ambia kwa sasa kitu ambacho itabidi ufanye ni kuwa strong na kukubaliana na kila kitu. Familia ya jamaa iliitwa. Ambia mimi ni mke wake, nini kinaendelea? Ambia kidogo kichwa chake kina majeraha makubwa sana. Naofia kwamba kama hatoamka anaweza akaparalyze na hawezi kabisa, yani hawezi akazungumza na akili yake inaweza isiwe sawa. Bwana, hiyo ilikuwa ni episode ya 50. Daktari anasema kwamba kama jamaa hatoamka upo kitandani alipokuwa, anaweza akaparalyze ama asiongee kabisa na akili yake isiwe kama ilivyokuwa mwanzoni. Bwana, ilikuwa ni episode ya 50. Utani moja kwa moja katika episode ya 51 na Mr. Burudani mitamboni kama kawaida. Neither the Jolly Voice. Bwana, kumbuka namba zangu ni zile zile unanipata kupitia WhatsApp kwa jumlisha 18155889898. Unanipata huko kama Mr. Burudani. Nishabaki stomoy, we for spending mama. Najilamba na enjoy. Bwana, ilikuwa ni 50 utani moja kwa moja katika episode ya 51. Na mimi sina budi dhidi ya kusema bye bye. Tukutane huko.